Hello, mambo vipi? Welcome to my YouTube channel. It's your girl Blessed Tina. Leo nimekuja gym. Guys, hii gym inaitwa Azura. I have a very big surprise for you all. Najua hamjajiandaa kuiona hii surprise ambayo nimewaandalia. Let's go. Oh my God! Hi, mambo. Jamani, see the surprise? Unaendeleaje? Safi. You look gorgeous. Thank you. Mutima, unakuja gym umependeza hivi kweli? Lazima. Kweli? Lazima. Okay. Tende gym. Yeah. Kwa siku, kwa wiki unakuja gym mara ngapi? Kwa wiki nakuja mara 3. Mara 3? Yeah. Okay, that's nice. Unapenda kufanya mazoezi gani? Yaani unafanya mazoezi gani kwa ajili ya mwili wako? Mazoezi ambayo nafanya ni mazoezi magumu, lakini si magumu sana kivile. Okay. Sana sana kama mimi natengeneza mwili uwe fit zaidi. Okay. Natoa na kitambi. Okay, so the target ni kutoa kitambi. Kutoa kitambi na kufanya mwili M360 watu wakuone. Okay. So guys, tupo kwenye gym inaitwa Azura, iko hapa Mikocheni, and luckily nimekutana na my girl. Hapa tutapiga story 2-3. You know, kuna mambo mengi sana ambayo mimi natamani kumuuliza Mutima, lakini najua hata nyinyi wenyewe mnatamani kuyajua kutoka kwa Mutima. Mutima, so unaanza nini? Na kukimbia? Na kukimbia kwanza. Okay. Sawa? Yeah. I think nitakujoin wewe pia. Dakika 10 unakimbia? Kila siku unakimbia dakika 10? Tena okay. Speed inakuwa like 10. Okay. Yeah. Sasa mimi hapa nitaweka 2 ili niweze kuongea pia na wewe. Au sio? Actually unaongezea kwenye hizo plus ya. Hizi hapa. Exactly. Mutima. Natamani kujua siku ya kwanza unakutana na Alikiba ulijisikiaje? Nilipokutana naye ilikuwaje pia? Actually alivyonipigia mara ya kwanza I was excited too much. Okay. Kuona mtu kama ule kupigia simu from nowhere, akaanza kukusalimia, akakuuliza kuhusu muziki, of course sababu ni muziki. Ni vitu vya ajabu. Sijui yaani ulikuwa umetegemea tuseme. Nitegemea of course kwa sababu kama nilivyosema alinipigia video call. Okay. Kwa sijategemea. Video call? Yeah. Na lala zangu naona video call ya Alikiba. Oh shit. I was like no, I'm dreaming bro. Okay. Lakini bahati nzuri tukaongea vizuri. Okay. Tukaelewana. Okay. Yeah. Umekuja Tanzania, unaonaje mazingira ya Tanzania kwanza? Mazingira sasa of course kuna namna ananichanganya ya. Okay. Lakini najaribu kuendana nayo kwa sababu okay. Siwezi kulazimisha afanane na sehemu nilivyokuwa. Okay. Yeah, najaribu kwa sababu miaka 4. Sasa hivi nishakuwa mwenyeji. Umekaa miaka 4? Miaka 4 ya. Daku na joto. Rwanda vipi? Sisi hatuna joto. Hakuna joto pale. Ni okay. Baridi. Okay. Kitu ambayo hatuna ni maybe ni neige. How do you call neige? Neige ni nini hiyo? Kifaransa hicho. Ndio maana umenichanganya. Sasa hapa niko nafikiria okay hiki ni Kifaransa. Yeah. Okay. Ndio hivyo, lakini kuna baridi sana Rwanda. Okay. Upo kwenye mahusiano? I'm single. Why are you single? Because siwezi kuchanganya mambo. Okay. Siwezi kuchanganya mambo kwa sababu kuna mipaka fulani ambayo nimejiwekea kama mimi. Yeah. Ila umewahi kuwa kwenye mahusiano? Nishawahi muda mrefu tu. Okay. Yeah. Na
Okay. Utaweza? Ndio. Go girl. Go girl. Sasa tatizo la Mutima amekuja gym afu angalieni kucha zake jamani, kweli. Kweli. Nataka nipendeze. Nataka nipendeze lakini I say. Okay, mahusiano yako ya mwisho kabla hujaamua kuwa single yalikuwaje mpaka ukaamua okay sasa hivi nataka kuwa single? Nishawahi kuwa na mahusiano lakini hajaenda vizuri. Nilipata experience kwamba mahusiano anaweza karibia vitu vingi sana, kwa sababu nilivyoingia kwenye mambo ya kazi nilisema siwezi kumix kazi na mahusiano kwa sababu kuna vitu fulani ambayo vitashuka. Okay. Sasa nilijipa muda, si kwamba nitakuwa single forever. Okay. Kuna muda fulani nikifika sehemu ambayo sasa hivi naweza kucontrol everything. Nitapata hiyo nani ya kusema kwamba sasa hivi niko tayari kwa mahusiano. Okay. Yeah, lakini kwa sasa hivi nimejipa muda tu. Okay. Unatamani ukiingia kwenye mahusiano ukutane na mtu wa aina gani? Yaani awe na tabia gani? Okay. Kwangu mimi natamani nipate mtu ambaye ananiheshimu, anaheshimu mwanamke, anajua thamani yangu ananipenda of course, mtu ambaye anaweza kanipenda, mtu pia ambaye anaweza kapenda Mungu zaidi. Okay. Yeah, nadhani hivyo tu, si mambo mengi sana. Okay. Awe na nini sasampa? No, I'm joking bro. No. Amna mi as long as lakini viwepo. Yeah, of course. Kwa sababu siwezi kuwa na hela zangu ndogo then nimchangie, no, hapana. Ambaye yeye ndiye mwanaume anatakiwa awe na hela, nikipata shida namwambia. Okay. Na yeye kidogo akipata shida ananiambia, tunasaidiana. Okay. Yeah. Tasnia ya muziki unaionaje Tanzania? Au kuna tofauti gani ya muziki wa Tanzania na Rwanda? Naona sasa hivi sawa tu, kwa sababu kuanzia zamani Tanzania ilikuwa ni nchi ambaye kwenye mambo ya muziki walikuwa juu sana. Okay. Kama navyokumbuka, nakumbuka nilipokuwa mdogo, kabla sijaanza mambo ya kusema usanii, nilikuwa nafuatilia sana nyimbo za kibongo. Okay. Nyimbo za kibongo. Ulikuwa unamsikiliza msanii gani sana? Nilikuwa namsikiliza Ali. Okay. Yeah. Ali kwa sababu ni bosi au kweli ulikuwa kwa sababu ni bosi? Ni ule mtu ambaye alikuwa namna anavutia, sauti yake, jinsi anavyoimba, anaimba ilikuwa ni vitu vizuri tu. Naona kuna wasanii wengine ambao siwajue majina, lakini ni nyimbo nyingi tu za zamani, lakini nilikuwa nazisikiliza. Wimbo gani wa Ali unaupenda zaidi kusikiliza? Nyimbo ambayo naipenda zaidi ni nyimbo ya inaitwaje? Misitaki tena. Kurudi ya nyuma. Sina. Nadhani ndio hiyo. Mimi sitaki tena. Okay. Yeah. Sawa. Na kwa sababu nimesahau nani lakini naijua. Okay. Na umeimba, that's all right. Na wasanii gani wengine ambao ukimtoa Ali unawasikiliza? Ukimtoa Ali Kiba. Yeah. Ni nani? Hapa Tanzania? Hapa Tanzania ni nani? Usikilize wasanii wa Bongo kwa hiyo. No, actually sina msanii ambaye nasema kwamba huyu msanii namsikiliza. Okay. As long as nyimbo ni nzuri, inasikika kwa masikio vizuri, tena ina maneno au mwandishi ambaye ameandika vizuri, nyimbo tu nasikiliza. Okay. Lakini si kwamba na msanii fulani ambaye namsikiliza tu.
Ungetamani kufanya collaboration na msanii gani wa kike? Wa kike hapa Tanzania? Nani? Mutima, kwani nani atafanya na mimi? Mimi nataka wafanye na mimi. Okay. Okay. Yeah. So Mutima anasema kwamba yeye bado hajamfikiria msanii wa kike kufanya naye kazi, ila wao wakitaka kufanya na wewe uko sawa. Uko sawa. Okay. Yeah. So ukiamka asubuhi kitu gani cha kwanza unakifanya? Kitu ambaye nakifanya sana, nakunywa maji. Okay. Naamka na swali. Nikiswali Mutima wewe ni Muislam kumbe? Swali kwani inatumia Kiswahili au? Wewe ni Muislam ni Mkristo? Ni Mkristo, Mkristo, okay. Yeah. So kwa Kiswahili, kibongo bongo, wanaoswali ni Waislamu. Wanaoswali ni Waislamu, alafu sisi wa Kristo tunasali. Okay, nikiamka na sali. Okay. Nikimaliza kusali, mimi nakunywa maji tu. Nakunywa maji mengi kwa sababu naona kama sinywi maji nakufa, kwa sababu kuna muda natumia vitu vya mafuta na sukari. Okay. Sasa nikijaribu kusema kwamba usiniletee madhara, nasema acha ninywe maji mengi. Pia maji ananijengea mwili fulani. Nakuwa na I think twende nje. Pate upepo kidogo. Okay, acha nimalizane na pale sasa. Okay. Na vyakula gani unapendelea sana kuvila? Napenda kula ugali. Hivi Rwanda kuna ugali kweli? Upo ule tena, sisi tunakula ugali wa mihogo. Okay. Ya sana ugali wa mihogo. Okay. Na ugali wa mahindi. Ugali wa mahindi. Ugali wa mahindi, sasa huo ndo ugali wa kawaida ambao tumezoea sisi Waswahili tunakula. Okay. Yeah. So unapenda ugali samaki? Ugali na samaki, yeah. Okay, kitu gani ambacho upendi kwenye maisha yako? Yaani upendi mtu akufanyia au upendi tu kikitokea? Kwa mtu yoyote, mwanaume au mwanamke au in general? General, exactly. Mimi sipendi umbea. Upendi umbea? Iwe kwa mwanaume au mwanamke. Mutima unatudanganya. Kweli mimi sipendi umbea. Upendi umbea? Sipendi. Wewe ni mwanamke wa kwanza. Sipendi mwanaume ambaye anasema sana, anaongea sana. Sipendi mwanamke ambaye anaongea sana pia. Okay. Napenda ule mtu ambaye kabisa akiwa na kitu afunge anyamaze tu. Asiongee sana. Sipendi hata mtu aje aanze, "Wewe unajua nini?" Anipe umbea. Sipendi. Okay. Yeah. Sipendi umbea. Uswahili. Swahili. Sasa kwenye hii game ya muziki unajua ndo hayo mambo ni yako sana. Unajua hivyo? Hapo, lakini sasa hapo ni kwa muziki. How do you deal with it? Actually mtu ni mtu, huwezi ukazuia mtu kuongea. Okay. Hicho ni kitu ambaye kipo kabisa, hata sidhani kama kitaisha. Huwezi kuzuia mtu kuongea. Okay. Lakini binafsi kwangu kama rafiki yangu, kama mtu wangu, ukiwa na mambo mengi bro, hapana kabisa, hatuwezi kuwa marafiki. Okay. Yeah. Kuna vitu nataka uchague. Nitakuwa nakutajia vitu viwili, unachagua kitu kimoja kati ya hivi ninavyokutajia. Sawa eh? Simu, kutumia simu au kusoma kitabu? Kutumia simu. Upendi kusoma vitabu? Sipendi kwa kweli. Kusoma kitabu kwa kweli hapana. Okay. Na kwa siku unaweza ukakadiria kwamba unatumia simu yako kwa muda gani? Actually situmie simu kwa muda sana. Naweza ngawa na simu natumia like 30. Okay. Naacha tena. Okay. Naacha kama lisaa. Naweza nafanya mambo mengine. Kama ni kupika, ni kulala, ni kufanya usafi. Naachia hiyo huo muda wa hivyo vitu. Okay. Simu naiweka pembeni. Okay. Yeah. Ni kwamba simu haina ile sema nafasi kubwa sana. Yeah. Okay. Haina nafasi sana kwangu sana. TikTok au Instagram? Instagram. TikTok tena. Yo. Ndo mambo mengi hapo huko. Mambo mengi ya umbea. Mambo mengi huko. Okay. Beach au mjini? Yaani kuspendi muda wako kwenye beach au town? Ipi ni ipi? Beach. Beach.
Beach bro. Yeah, beach, napenda beach sana. Okay. Beach sana, yeah. Kuimba au kucheza? Kuimba of course. Hivi unajua kucheza? Yeah, wanasema natumia video. I say. Yes, show us your style. Unajua style gani? Najua nini wewe? Maybe tikisa hivi, sio tikisa. I don't know. Lakini mimi nacheza tu kikawaida. Si ndio hiyo inabamba hiyo. Unafanyaje? Ipi? Hiyo ulikuwa unafanya? Ulikuwa unafanya? Nafanya hivi. Anyways, fame au pesa? Umaarufu au pesa? Bro. The same. No. Unaweza kuwa maarufu ukawa exactly. Yeah. Unaweza kuwa maarufu na usio na pesa. Yaani watu wanaweza kuwa wanakufahamu lakini hauna pesa. Hela. Yeah. Sasa hapo itakuwaje kwenye usanii jamani? Ni hela kwa kweli kwa sababu nadhani hela inaweza ikatengeneza kuwa maarufu. Yeah, okay. Pesa inaweza ikakufanya ukawa maarufu, si ndivyo? Yeah. Okay. Live performance au studio recording? Live. Yeah. Unaweza kuperform live Mutima? Mi unajua ndio ilikuwa maisha yangu kabla ya kuanza kunani. Oh really? Yeah, nilikuwa naimba kwenye live band. Wow. Nilikuwa na company fulani ambaye ina band yao. Okay. So wanakuwa wanatutumia kwa event fulani. Yeah. So ilikuwa maisha yangu sasa live, yeah. Kitu gani ni red flag kwako ukiwa kwenye mahusiano? Mwanaume ambaye anatoka anaenda club. Yeah. Okay. Guys. Yeah. Mutima, are you for real? Moja tu ambaye anakunywa hata anakunywa beer, like beer. It's too much. I don't know. So, you're telling me that you don't drink? Mimi sinywi kabisa. Mimi sinywi. Nakunywa maziwa, nakunywa maji, nakunywa juice. Yeah, I think nakunywa hivyo. Mimi sinywi pombe. Kweli sinywi pombe mimi. Okay. Yeah. And what's your green flag kwa mwanaume? Hapo sasa kwenye mahusiano. Kwa mwanaume. Mwanaume ambaye hajipendi, like mwanaume ambaye hajipendi. No, green flag. Yani green. Okay. Mwanaume ambaye ananijali, like mtu ambaye anaweza kukupa pesa bila kuomba. Like baby, nataka nikutumie like milioni fanya vitu vyako. Okay, kiwango gani cha pesa kikubwa sana ambacho umeshawahi kupewa na mpenzi wako? Penzi sasa. Okay. Nishawahi kuwa na mpenzi akanipa 1,000. Yeah, alinipa $1,000. Huyo ametaka kunichanganya. Nikajua unaongelea 1,000 ya Kitanzania. $1,000. $1,000. Yeah. So $1,000 ni kama shilingi ngapi ya Kitanzania? Like Let 2 million, huh? Convert. Like 2 million bana. Inaweza kufika 100 USD 108 2 shillings. Hii ni shilingi ngapi? Haya, milioni 2 fulani. Wewe bila kuomba yani. Bila kuomba kabisa. Ilikuwa tu babe. Kitu kikaingia. Nikikumbuka hiyo siku, lakini sasa hivi siko naye. Okay. Lakini hicho kitu kinanichanganya. Bado kinanichanganya lakini nasema maybe alikuwa anataka kunionyesha kwamba ninazo. Yeah. Okay. Baada ya miaka 5 unajiona wapi? Mimi kama mtu, okay, mimi watu wasione vibaya au wafikirie vibaya. Kwangu mimi kila kitu ni Mungu. Okay. Nadhani cha kwanza ni Mungu ambaye atatengeneza hayo mazingira. Lakini cha pili pia nadhani nikiomba Mungu nataka niwe same fulani. Okay. Atakuwa ananisikiliza au anaona maoni yangu. Okay.
nafikiria kuwa sehemu kubwa sana. Mungu anajua. Okay. Yeah, ni ku work hard kama mimi msanii. Okay. Na kufanya na kuomba, of course, na kuomba. Nadhani ndio kitu kitanisaidia kuomba tu. Okay. Yeah. Na kwenye muziki kitu gani kikubwa sana unatamani kuja kukifanya? Natamani. Okay, I'm not joking. Natamani kwenye muziki nikiwa mkubwa. Okay. Niwe na like 10 million. Kwenye watu ambaye kwa mafans au ambaye watu ambaye wamekuja kuniangalia kwenye event yangu. Chukue 10 million. Nisambazi. Okay. Yeah, hiyo kitu so like upo kwenye show, yeah, una perform, alafu na milioni yako 10 unaichukua unaichop kwa na yeah, itakuwa kama okay, ndege sijui. Inawezekana ndege. Hapo inajesha hela. Ashia. Takifanya. Okay. Yeah. So inaonyesha Mutima una mapenzi makubwa sana kwa mashabiki zako. Yeah, of course mashabiki ni mtu mkubwa sana. Unajua mtu akipenda vitu vyako, I see. Inapendeza kwa sababu ndio maana watu wanalia. Akienda stage akiona wanaimba nyimbo yake. Yeah, sasa mimi naifikiria kabla habijaanza. Lakini naona hata wengine naona message ananiandikia anakupenda. I was like, yo, thank you. It means a lot to me. Unasoma sana DM zako. Nikiona mtu ananiandikia nakupenda au napenda kazi zako, nafurahi sana. Vipi hujaanza kupata DM kutoka kwa wasanii wenzako hasa wa kiume? Kiume ni nani? Okay, labda tu kukusifia kwamba Mutima una umbo zuri au unaimba vizuri. Si kwa kufuata, kwa sababu kuna wengine tulikutana kwenye studio. Wengi tulikutana kwenye studio kwa sababu kabla hata sijatambulishwa tayari walikuwa wananijua. Okay. Nadhani tulikuwa tunakutana sema uko sawa. Okay. Kama hivyo. Okay. Ni legacy gani ambayo unatamani kuja kuiacha kwenye muziki? Na hisi twende pia kule tuzunguke au? Yeah, of course. Okay, unapenda kuacha legacy gani kwenye muziki? Kufanya? Legacy gani unapenda kuiacha kwenye muziki? Yaani au watu wakukumbuke kwa kitu gani kutokana na muziki unaofanya? Natamani watu wanikumbuke kwamba Mutima alikuwa msanii ambaye anatoa muziki mzuri. Okay. Alikuwa na upendo, mzuri of course. Okay. Ni mtu alikuwa hana tamaa na vitu. Yeah, I think that is enough. Hivyo tu inaweza ikawa nice. Na kitu gani kinakupa motivation ya kuamka kila siku, kuja gym, kwenda studio, yani kuhakikisha vitu vinatokea? Unajua kwenye mwili mwengu kwenye mwili moja. Guys, excuse Kiswahili cha Mutima, but I hope mtamuelewa. Yes, ulimwengu. Kwenye mwili kama mtu. Exactly. Unajua sisi tunapata magonjwa ukiwa hujafanya kitu fulani. Okay. Kuna watu wanakuwa kabisa ni vijana lakini ukimwangalia anakuwa kama mzee ambaye ni kijana tu. Lakini kwa bahati nzuri watu wamegundua kama mazoezi kuna namna anasaidia fulani. Imagine kuangalia mtu kasema huyu mtu ana miaka 18. Kumbe maskini mtu ana miaka 39. Okay. Sasa ni vitu ambavyo ni vizuri au sijui unanielewa? Yeah, nakuelewa. Mazoezi kuna namna anaongezea vitu fulani. Okay. You can come and sit here Mutima. Au unapenda kusimama? Kusimama. Okay. Mutima anapenda kusimama ila mimi nimechoka, acha nikae kidogo. Okay. So mafanikio kwako, how do you define mafanikio? Mafanikio, how can I say? Mafanikio kwangu itakuwa kama of course mi kila kitu kwa sababu si bado. Sasa sometimes unaangalia kwanza. Sema kwanza
niko wapi, sababu sasa hivi si ndio nimeanza. Exactly. Lakini nadhani kuna muda fulani ambaye nikifika nitakumbuka nyuma pia. Okay. Chengine mafanikio yangu nadhani atajenga pia kupata wengine wafanikiwe. Okay. Like si lazima nisaidie mwenye muziki. Naweza nikawa na kitu fulani lakini natamani hata mtu ambaye hana kitu nimsaidie. Okay. Natamani hiyo kitu mimi nikifanikia I will make sure kwamba na mimi nasaidia mtu mwingine. Okay. Yeah. Nice. Kabisa hiyo kitu kipo. Mungu tu anaona moyo wangu, anajua. Ni kitu ambayo kuna namna nikienda kwenye TikTok kuna gisi ninavyoona wa TikToker gisi wanavyowasaidia, lakini si vizuri kuonesha. Mimi sitaonesha of course. Okay. Kuna gisi wanavyosaidia watu. Exactly. Sometimes wanafanya prank alafu ndio inakuwa hiyo kitu sometimes naangalia video nalia, sema Mungu na mimi nataka kuwa kama hivi. Lakini mimi sitaki kuonesha. Yeah. Mimi sitaki kuonesha, nataka tu nifanye kama hamna mtu ambaye ananiona. Mungu tu ndio atakuwa ananiona maybe. Okay. Mapokezi ya mashabiki mpaka sasa hivi unayaona yako vipi? Mapokezi? Yeah, mapokezi ya mashabiki. Umetoa ngoma 2 tu Mutima. Lakini mapokezi unayaonaje? Mapokezi kwa sasa hivi naona niko sawa kwa sababu sitamani sana. Boom, Mutima amekuwa star. Okay. Najua mimi naamini kwamba taratibu, sijui kama Kiswahili wanasema hivi. Utaratibu pole ndio mwendo. Ndio mwendo, yeah. I know. Exactly. Ndio hivyo. Nadhani kidogo kidogo tu. Okay. Ndio inafanya mtu afike mbali zaidi. Nimependa hiyo tuseme namna yako ya kufikiri kwamba ndio unatamani kuja kuwa mtu maarufu, kufanikiwa sana, lakini hutaki ile boom. Yeah, boom sitaki kwa kweli. Yeah. Okay. Yeah. Kidogo kidogo, unajua watu tu. Huwezi kulazimisha mtu kukupenda. Exactly. Kuna namna tu okay. Mbona kama naanza kumsikiliza hivi? Mbona kama naanza kumsikiliza automatically inasema ndio hivyo tu. Okay. Kuna namna Mungu anafanya mambo yake. Okay. Yeah. So Mutima, toka tumeanza kupiga story, toka tumefika mpaka sasa hivi tunaelekea beach guys, and this is why you should choose Azura kwa sababu nimewaonyesha guys, kwenye interview yetu mtakuwa mmeona toka tumeingia, tumepita kuna sehemu ya swimming pool and finally the beach. Napenda beach paka naona kama naweza hata ngao nalala hapa. But I wish nikiwa na hela. Maybe ujenge kwenye kiwanja kitakuwa hakijaenda sana. Tajenga kwenye pembeni ya beach. Halafu kwenye yale maswali ambayo nilikuwa nakuuliza kuhusiana na kuchagua, nilisahau kukuuliza swali moja. Gari au nyumba? Kwa sababu kama msanii unatakiwa kuwa na gari. Yeah. Pia kama msanii unatakiwa kuwa na nyumba. Sasa nadhani okay, kipi kianze? Of course gari ianze kwa sababu kuna movement ambayo zinatakiwa uwe na gari kabisa. Okay. Yeah, gari kabisa. Okay. Ambayo itakuja soon. Boss. Nimesikia Alikiba yuko kwenye process za kukununulia gari. Mimi jamani, mmesikia? Sasa kitu ambacho kitamfanya anunue ni hii project ya mwezi wa 4 ambayo inatakiwa itoke. Hii project ikienda vizuri, itampush sana kabisa. Amekuahidi gari. Ameniahidi gari kabisa. Which is nice, bro. Msanii anatakiwa kuwa na gari bwana. Anatakiwa kuwa na gari kabisa. Okay, how often do you talk to Ali? Unaongea mara ngapi na Ali labda kwa wiki? Okay. Mimi sina mazoea sana naye kwa sababu ni boss of course kwanza na mheshimu. Okay. Siwezi kuwa namwandikia kila kitu. Nikiona kitu cha
ambayo kinajenga, ambayo kina sababu nzuri, ndio namwandikia. Like hata sometimes nikiona tu maybe nimemuona amenyamaza sana, boss vipi? Wako fresh? Imeisha. Huwa anasemaje kila ukimtumia message au ukimpigia, response yake kwako huwa iko vipi? Ananijibu yeye ndo akitaka tupige story ndo anaanza tu. Sometimes unakuta naweza ngamwandikia boss, vipi bwana, mbona kimya? Ananiwekea emoji ambayo inafanya hivi. Anasema vipi tena sasa? Anasema mbona kimya? Sasa nikianza kumuongelesha na mchekesha. Sasa naanza kumuuliza, mimi napenda kumuanza kumuuliza mambo jinsi ya maisha yake. Okay. Maisha yake ikoje? Sasa hivi vipi? Sasa hivi no. Siwezi exactly. Lakini kuna vitu fulani ambavyo kabisa tukipiga story good. Iko vizuri mwanangu. Sio bosi tu ni mwanao. Nice. Yeah, by the way, naweza kusema pia Alikiba is a good boss. Yaani hana ile ubosi kwamba akitokea atakutisha, no. Anakuweka katika room ambayo atakufanya ujisikie poa, usimuogope and all that. Mwisho kabisa, kitu gani ambacho unapenda kuambia watu wanaokuangalia? Labda kitu ambacho sijakuuliza lakini pia ungependa kuwaambia mashabiki zako. Kitu ambacho naweza ngasema, kwanza naanza na project yangu ya mwezi huu wa 4. Okay. Watu wengi walikuwa wananitiki sana. Vipi nyimbo sasa hivi umekaa? Mbona kimya? Exactly. Nimekaa kimya. Yeah. Lakini si kwamba nimekaa kimya kwa sababu mwezi ulikuwa mwezi wa Ramadhani. Exactly. Na tayari mwezi ndio umeanza sasa. Umepinduka. Sasa project ipo ya mwezi wa 4 kabisa. Nyimbo nzuri kabisa. Nyimbo nzuri mta-enjoy. Mta-enjoy. Okay. Kitu kingine ni kwamba wadada naomba mnisupport basi. Naona wadada wako ni wachache sana kwenye nani yangu. Okay. Wadada I don't know why. Okay, siwezi kuwa force of course. Waombe. Basi tunaomba. Jamani, tunaomba wadada msupport Mutima. Eti. Na sema naombeni mnisupport. Naombeni mnisupport. Mbona wakaka tu jamani? Wakaka tu. Kwa sababu naona kabisa wanaume ni 99%, wanawake ni 20. Can you imagine? Hiyo inanifanya lakini please guys. Au wafanye kitu gani? Hebu waimbe kidogo labda. Sasa hivi kuimba tena. Anyways guys, thank you for watching. It's your girl Blessed Tila na Mutima. I hope utasubscribe. I hope utatufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii Mutima na Blessed Tila. Till next time. Ciao.